saa cia bilingi wa mauvo. Watinda ata mwana mwesesi ya Mutongo TV ninayokwati wende kwithwa na muthenya wa kwaila ninaukethia na nauthocha tu manithie thini wa bilingi wa mauvo mwendoni wa samwanza masitwa makwa nitawa Beti wa mwania tuyambiriria mauvo metoni kana tongo imandini vandhi ya Kenya nime utula muti maundu ma ulusani wose waitheka kwanzite kueleka maikula serikali wose itheka ile siba kuvi na use na kwose ya matambi ala mavami tena kwa kanziani sia kiwu matongoni ya bishop wa kanisa wa Glory Outreach Assembly David Thagana Monyiri atongo yani maweta kana kosa kwa itheka sia serikali ila siba kuvi na ute na mbosi ni kusiite kundukula kiwu chuma mbosi si lasmika kungala na kueta ikiwo ila kwa uwa huyo kavinane kaaki ikuo siende na kuongeleka kumana na kiwu kingi mbuane ila yende na kuwa isioni siki mtokanyi. Na bado. Aliye Bwana na Mwokozi tunaomba tukiamini. Amen. Amen. Ulitaje. It would be important that we open the drainage systems, and at this point this should be a signal that corruption can be very costly, because one of the reasons why the water is flooding in the cities is because some people grabbed areas that were meant for waterways and then they built their own businesses, they built their own homes, they sold those homes. Please, corruption can become very, very costly. That's why when the water comes, it sweeps people away. And we need to be very careful. Let us not tolerate corruption at any level. Anybody who grabs public facilities, places for children, for sports, waterways, needs to be dealt with very, very strongly. And we would want to ask the bodies and the commissions that are concerned with corruption to make sure that they deal with these matters, not just talk about it, but deal with it, even if it means recovering the public property, so that we can secure our people during times like this of heavy floods. Kwa hivyo ni ombi langu kama askofu kwa niaba ya maaskofu wengine kutoa tahadhari kwa wanasiasa ambao wanatumia matusi. Siasa si matusi. Siasa ni maendeleo. Siasa ni amani. Unaweza fanya siasa yako bila matusi na wewe utakuwa kiongozi, wewe ndio utakuwa kiongozi mzuri. Amani. Kama GOA tumekuwa na hii kitego ya amani na tunapenda kila mmoja bila kuangalia kabila, bila kujua mtu ametoka wapi, tukushikana kitu moja, tukue na kuishi kwa amani. Hivyo natoa mwito kwa mabishop wote na sana wa Glory Outreach Assembly tuweze kufanya kazi ili tuweze kusaidia watu wetu. Pahali governor yako kuwa pale kwa hiyo mkutano, pahali MC yako kuwa pale, pahali MP wako kuwa pale, usiachwe nyuma, sababu mgao wote wa serikali ni mgao wa wananchi ambao tunahudumia. Mwandiki movia ni munini wa maundu mawima wa mwene nthi na iwango cia kiutaalamu nthini wa movia wa witi Mary Muthoni niwaumiukayo wake kukonia utumi wa ndawa cia kumila kati wa mwika na muno amanyi wa maskulu kwiana na Muthoni mauthuku ala mokanite na utumi maende na kwingiva na muno za wa maskulu hainene akirenyaga kavinani kala kwatianie na ate imandini ya Kiislamu kwa yale uwa wiyo mamina uvingwa kana iftar nuwetie mauthuku ala mokana siano utumi wa ndawa cia kumila kati wa siana nini taskala vangi na vepe weta vea koni mavya sala over Kenya matia kwenda kumanya yolua kusovya madhayo inde mo meo mandini. Sauti. Nataka nikifika kwa kona tupate sauti. Ongeza sauti. Ndugu Islam, salama. Tafadhali imams wa Kirinyaga munisaidie mambo ya madawa ya kulevya na mambo ya sigara zile sugu. Tafadhali tusaidiane.
Hii msitu iko hapa, mimi ninajua iko na madhara mingi sana. Iko na mambo yake. Watu wanaenda wanapandia vitu hapo ndani, alafu unakuta anakuja kuuzia watoto wetu. Saa yenye watoto wetu wanaenda shule, wanauziwa tu vitu fani na nitawaonyesha juu niko na moja. Tuongee na watu katika msikiti, tuwaongeleshe watoto wetu, tuongeleshe wale wanaenda shule, na pia wale wageni wanakuja, tuwaangalie ni nini wanaletea watu wetu. Ndio wasilete madhara ile kali ya bangi, sigara sugu, na pia ile pombe ya hapa kijijini. You don't live in isolation. Munaishi na wale watu wengine huko nje, si ndio? Sasa hiyo mambo wanafanya itawapata pia mkiwa kama hatuko ama we are not very keen about them. Mvua imeanza. Na mvua inakuja na madhara nyingi sana saa zingine. Na saa zingine pia inakuja na baraka. Tafadhali, kama wewe unaona mambo kama ya malaria, mambo ya kolera, mambo ya bilharzia itakupata, ile maji ikifika pale kwako kwa mlango, make sure umeiteremsha. Umeikatia mtaro, imeenda. Tusikuje tukapatwa na magonjwa yenye tunaweza tukapuuza pale kwa manyumbani metu. Sababu magonjwa mengi inatupata na tunaweza tukayazuia. Ukiangalia ugonjwa kama malaria, lala chini ya neti. Ukiangalia ugonjwa kama kolera, make sure umekulia bakuli ikiwa safi na chakula iliyo. Ene kisioni cha Kibwezi na mawili lukomake nimeenda movya wa kusovya nyamosi ya kithekani wa KWS kosa na wito la waili tethi na wa nyamosi ya kithekani na mono. Nzula sithi tuwesi imanya maasya kwa kumana angia maliumi ndani yo mwana mali ingia lato monene tamatangi makingu. Bainene tina wakikalo kimwanya cha kunananisia kuongeleka kwa madhina mama vithukia manyamosi ya kithekani. Kila chaende ya musini wa Kibwezi kikumbulio South County ya Makueni na chaete vamamo visama serikali alama KWS na makundi angi matema ke serikali nende asu ni mwana nyamu ikiombano uo no kueta mausungi wa mathinasu mole molinge na maovo. Samson Wambweno mwaka wa NNDA na imialama vika kikalone kila hivyo vyo kila kumana na mavithukia maivinda kuthila ingi maana musia kithekane na mononzo isionisi ya Kibwezi na mawithi loko makem. Sisi tukiwa wakulima tumekuwa tukisumbuliwa sana na ndovu, watu wameharibiwa mashamba yao, watu wameumizwa, watu wameuawa. Tunasikia kuna swala la compensation, lakini swala la compensation unapata inakaa miaka na miaka mpaka yule mtu aliyeuliwa ama aliyeumizwa ama aliadhiriwa mifugo yake hata alisahau. Ndio unakuja unasikia compensation imetoka baada ya miaka mingi. Tunaomba serikali iliyoko, ikiwa ni masuala la compensation, kama mtu ameharibiwa mimea yake, kama mtu ameuawa, kama mtu ameumizwa, iweze kufanywa kwa haraka na upesi. Nyambura Kamau na ofisa munene muungami kundi ya Utone Development Organization ila ithi itethesia iminane makundu kula kumuva mwana Matthew Mutembi wa Fadhili Trusts. Vama ile siondu kithito cha ene yenda kivatho kwenye kitu na kutethesia kumina thina Wakati tumemalizia sisi wote tumekubali tutafanya kazi pamoja, na ninajua ikifikia mwaka ujao tutakuja hapa chini na tukae chini tu celebrate na tuseme ile mikakati tuliweka imeweza kukamilika na tumepata permanent solution to human and wildlife conflict, kwa sababu tunafaa kuishi nao in harmony, na tumekubaliana kuwa tunafaa kukaa na wao kwa karibu sana, kwa sababu tukikaa nao kwa karibu hawataweza kuwa wanaharibu mashamba zetu. Today you still feel the heat of community members having disagreeing with some of support they are getting in terms of information flow, that they are not receiving it adequately. So it's our call to the relevant stakeholders and departments from the government to really strike a balance and also make sure that the community members receive the necessary information in regards to human and wildlife conflict. Aidha kavina na Deputy County Commissioner wa Kibwezi Paul Wanyonyi kahoya ni wavye theka ukiwa kana muvu wa KWS ni wathukia anzu umewekole na maene ndi
Aweta mavithuki amo manana na moisuko kwa saleu metutuni ilasie kalamu. Shirika la wanyamapori haliwezi kuleta wanyama kulisha mahali ambapo sio pake. Nafikiri kitu ambacho wanyama wamepata msukumo ya kwamba wanapokosa chakula kule Savo East, na haya ni masuala ambayo kila mmoja anaelewa ya kwamba kiangazi mingi tumekuwa nayo, na pia kwa ulinzi ambao tumekuwa nao tumekuwa na ongezeko la hawa wanyama. Ndovu wameweza kuzaana, na pale inakuwa ni vigumu wanapokosa chakula, na wakisimama kule hata plateau wanaona huku kuna chakula. Na pia ni swala pia la kihistoria wanyama kukuja huku, kwa sababu hii ilikuwa ni kwao na kuna corridors zao walikuwa wakipita kabla wananchi wakuje waanze kuishi mahali hapa. Kwa hivyo ni swala tu linajirudia, lakini ninakataa ya kwamba mtu anaweza kuja na kulisha kuleta ndovu awalishe pale, kwa sababu KWS huwa iko na njia zake. Ikiwa wamekosa chakula kabisa, wanainunulia hata nyasi. Mutongoi TV kuma Kibwezi kaunti ya Makueni, Jeneta Mulei Mulinge. Mwovosi make Mulinge ni omoto nenga ibuso ya kwamba osemba thio mwani munini tukathiva asane tusiwakethete na mwovo wangi ala tukumbanisi. Na udhocha ndini wa Kilungu cha Dhambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kibeti onathe mundu muka eyana ni munene eyana kiembe na mundu ume mebiano toothpick kama tumiende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka Kilungila kikukia kila wathandatu kwambia saile na nusu cia wiyo edwo wikalatha yukwenda edwo ni mwitu muthenya mwoka twawa withie ungua muome waku wiungua mundu na edwo walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona era ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndini wa muse nundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo tumiwanda koa ni kana mumana chao wikala life with a control nini nabaka wikala na control da yundu twanyakane kulechu itendelanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka udhambe ende uyani mwitu yawe aende wakomelele mwana yonte ometoke ni mutanisia wambiye kwidepend na eva wisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nonge usungi wani yako yanza ni mausu wesia ni we atikoke Chandu Bright School ni sukulu wina utaalamu wake somo chama tukuwaacha CBC na CBE kuma pre-unit, primary na junior school. Chandu Bright School ni ya mivayonde yani ni ya ibese na A2 na mwana no asome aikoma sukulu kana akasoma ayenuka. Sukulu wa Chandu Bright School wivandovela isikubikika nundu wileloni wa kuma Kadhiani kwelekela Kangundo kilomita taili na nusu kuma sokoni wa Kadhiani kuma mwaka wangilile 14. Sukulu wa Chandu Bright School ni uandikithĩtie mausungio maseo vyundheni wa mitiani ya KCPE ona ndheni wa mitiani ya KJSEA ile na twaiwe 2025 mbe wasiana miongo ena inakwatie maxi miongo mwanza yulo wa miongo mwanza na ile vala inekwatie miana ndheni wa masukulu maseo ma senior schools. ICT lab situ sina tablets yani kila kana. Science lab situ ni siya kiumunde tena swimming pool na tena munda wa kusomethia ciana utaalamu wa nema ya matukua. Mwiana wa mwana nimbe wa kisomo cha mabuku na nicho twinaiwanza nzeo na alimu mena utuika wa kubundisya ciana maundu ma mathau kuela inengo na kubundisya ciana mwikalo musio wa maisha nikana ayuma sukulu ethe mundu wa kutethia kisio na nthionthe nena na Chandu Bright School kwisela nambani ino ya simu 0705234763. Chandu Bright School, Oasis of Excellence.
mukamba ni wese uimani udhui na kwa uyo ndo ilite kubatithia na uima waku wa mwi. Rafiki Herbal Clinic ungua Herbal Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila kitongoetie kwa witi mwithianu na wandawa siki ukunikili wa science nituita mauki bathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, bio, ulcers, arthritis, kulea kusia kwa mbatoni ndakame, ukosebina wa kiume, mauma kekonde, asthma, mauma metambo, fibroids, sukali na mauange. Komana na Herbal Dr. Mwithia kala chuma bawikala wakwambililia matuku kenda mwagatatu ikabati kwa Canal Ndu kuthengiane na ATM ya Equity stage ya kuthilovi wakele matuku 10 kuthengiane na Flavors Restaurant kati wa Total Petrol Station na Eastma Supermarket wakaratu matuku na moto imatu stage kwa kinatwa Sako Booking Office kuthengiania na Matuma Supermarket wakana matuku na ile Twikitwi Car Mall itina wa Intel Bookshop kunda kindu stage ya Probox ya Mbitini wakatano matuku na ratu tuwe Masako Complex Inn kuthengiania na Automat Supermarket kuthengiania na Cooperative Bank na wadhandatu matuku na anatu Mulolongo 3Ds Hotel floor ya ndhe katikati wa Automat Supermarket na China Sifa Market. Kwa maobombe yange tuthoke mobisini maitu alama bingu wetu kila muthenya Dar es Salaam, Ilobi, Mombasa, Masako wote, Kitui, Kibwezi na Emali kana utukunie simu kwesela noti muonza ile imwa noti kenda noti kana noti muonza na ina ile 55 kana ututume SMS kana WhatsApp kwesela noti muonza imwa noti kenda noti nyanya. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Na udhocha ingi twende na kumanithia tusonga na mbere na maovo maitonikana President William Ruto kiokoni cha umundi niwekia sahi mitalatala itatu ila ina vitu kiwe mbungeni akati na kutweka miao mitalatala nino ni vamwe na wandevi na mivodhiki vathokanio waka wa undu umwe na wa maundu mayaya yani mwiyo uwa uimi waka wa witethesia kwika mivango milumu yulu wa udhoosya waka wa vandhi ya Kenya kindu kila kiutethesia aimi maka wa na vala mwiyo uu unengalingidianza manene ya uimi waka wa kulunga na kukilia uimi waka wa vandhi ya Kenya. I have the instructions of the speakers of Houses of Parliament to place before you these vellum copies of bills for your assent. The first one being the Miscellaneous Fees and Levies Amendment Act, which is a bill which was introduced in the National Assembly following cabinet approval. The bill was introduced by the leader of the majority party, who is a member for Kikuyu constituency, the Honorable Kimani Ichung'wah. Your Excellency, the principal object of the bill is simply threefold. One of it is to create a railway development levy fund, because currently railway development is simply a levy without a fund. The bill also establishes a board for purposes of the management and the administration of the fund to ensure that the monies that go into the fund are well utilized. Your Excellency, the bill also expands the scope of the employment of the funds that are collected under railway development levy so that the funds are used for the construction, expansion of the entire railway network, irrespective of classification, which was introduced at the beginning of this year. Your Excellency, the second bill is a coffee bill, which was originally a bill that started in the year 2023. Your Excellency, the journey of this bill started in the Senate. The bill was introduced in the Senate as a majority party bill, and it was passed in the Senate in the year 2024. It came to the National Assembly towards the end of that year. It went through the motions in the National Assembly. The National Assembly passed it with amendments, sent it to the Senate. The Senate passed most of the National Assembly's amendments, disagreed on some, committing the bill to a mediation process. The speakers of Houses of Parliament appointed a mediation committee to mediate on the bill. The bill was finally passed. The mediated version of the bill was finally passed by both houses, Your Excellency, at the beginning of this year. The bill, Your Excellency, is intended to revolutionize the coffee industry and take it
to a place better than where it is currently. The bill removes the function of promotion, production, development, and marketing of coffee from the Agriculture and Food Authority to the new entity, the Coffee Board. Sivitali mweo wa wanini keriri magereza kuyaro iru Kiambu ni wambise uthukumi kwi umundi bula sivitali una olani wa level 4 kwithi wa yumia maundu mawiti kwi maofisa avungwa na ene ndisio nisu wakiwa sivitali wambise mwaka wa 2022 na avungwa 2023 imakakwata witi vo vala avungwa onthe na maofisa maminite kuandikithwa ungua walanyo wa witi wa SHA kwikithia kala kila umweni wa kwata witi witana yumwa kwi ene ndi kwikithia kala nimeandikithia ungua walanyo wa Universal Health. The lighting is good. The window. For the remembrance of this day, we have a few chairs because we are predominantly guard. Very much our guest, makofi kidogo. Environment of our officers, improve service delivery, motivate staff and strengthen the public image of our institutions. We also recognize the importance of partnerships in achieving these goals. Going forward, the service will continue to strengthen collaboration with the key stakeholders, development partners, and other government institutions to ensure that our people not only gain access to better health care services, but also specialized services. We want to encourage all of us to register with the SHA so that this is a government policy, and this is something that our chief guests want to confirm that even the inmates already, we are registering them with SHA. We are all aware that universal healthcare is one of the pillars of the bottom-up economic transformation agenda. Already we are registering all our inmates to SHA, and all our officers are migrating to use fully of SHA effective 1st of April, and therefore it is timely that this hospital be available to all our staff and our inmates as well as the community. Today we shall begin outpatient services. Ni movyamo na mwasisi ya Mutangoi TV inondo kwetikila kwilola mwovo maito ni kwendio sesi ya mwilu ili ulasi ataleva Mutangoi TV ngwa chanaweli uwa mwania tinanesa.